kumbuka tunajifunza kuhusu umuhimu ya tafakari maandiko matakatifu ya neno la Mungu, na pointi kadhaa tuliziangalia katika somo lililopita, tukipitia kabisa lile andiko la Yoshua sura ya 1 mstari wa 8, kwamba Mungu alimwambia Yoshua kwamba kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali tafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia na kutenda sawa sawa na kilichoandikwa humo, ndipo utakapoifanikisha njia yako na ndipo utakapostawi sana. Kwa hiyo sasa msisitizo wa neno hili, msisitizo wa andiko hili ni kuhusu kutafakari, ni kuhusu kutafakari neno la Mungu, kutafakari maandiko matakatifu ya neno la Mungu. Labda kabla hatujaendelea au kabla hatujaenda mbali, nikwambie kitu kimoja. Tunapozungumzia kitabu kinachoitwa Biblia, tunapozungumzia Biblia, kuna mambo kadhaa ambayo unatakiwa uyaelewe kuhusu Biblia. Biblia ni kitabu pekee kinachoelezea ulimwengu wa roho. Ni kitabu kinachoelezea ulimwengu wa roho. Biblia ni kitabu ambacho kina maelekezo ya kuishi duniani kwa kila mwana wa Mungu. Mungu alipoiumba dunia alitengeneza na kitabu cha maelekezo kinachoelezea jinsi ya kuishi duniani. Ni kama vile mtengenezaji yeyote anayetengeneza bidhaa yoyote, anayetengeneza simu, anayetengeneza redio, anayetengeneza kompyuta, ni lazima akutengenezee na kitabu cha maelekezo kinachokuelekeza au kinachokuelezea jinsi ya kutumia hiyo bidhaa aliyokutengenezea. Kwa Mungu alipotengeneza hii dunia, alitengeneza na kitabu cha maelekezo, kitabu kilichobeba maelezo namna ya kuishi katika hii dunia. Kwa Biblia ni kitabu cha maelekezo kinachoelezea namna ya kuishi katika dunia hii. Kwa hiyo ili tuweze kufanikiwa, ni lazima tukisome hiki kitabu, lazima tusome Biblia, lazima tuielewe Biblia, kwa sababu mafanikio yetu yanategemea namna tunavyoielewa Biblia na kutekeleza kile kilichoandikwa. Maandiko matakatifu kusoma hata kwenye Isaya anasema, mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Kwa hiyo sasa kuna namna ambavyo tukishaisoma Biblia inabidi tukubaliane na kila kilichoandikwa ndani yake. Alafu sasa tukishakikubali tuhakikishe tunatii kile kilichoandikwa. Lakini pia Biblia ni katiba ambayo inaonesha au inaainisha haki na wajibu wa raia. Kumbuka sisi ni raia wa mbinguni. Kwa hiyo sasa Biblia ni kitabu kinachoelezea na kinachoainisha zile haki za mwana wa Mungu, wajibu wa mwana wa Mungu ambao yeye anatakiwa afanye katika kuendelea kwake kuishi hapa duniani. Kwa hiyo sasa Biblia ni kitabu ambacho ukiwa unakisoma utakiwa kukisoma kama vitabu vingine, kwa sababu kinahitaji kufunuliwa. Na Biblia huwezi kuisoma kwa akili yako binafsi kufikiri utaielewa yote. Ni lazima uombe msaada wa Roho Mtakatifu. Ndio maana Biblia imeandikwa kwamba siri za Bwana ziko kwa wale wamchao. Na Yesu aliwaambia wanafunzi wake kwamba ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme. Ninyi mmepewa kuzijua siri za ufalme. Kwa hiyo sasa anayefunuliwa siri za ufalme mbinguni, anayefunuliwa siri ya yale yaliyoandikwa kwenye Biblia, ni lazima kwanza ampokee Yesu, amkubali Yesu, alafu apate kipawa cha Roho Mtakatifu, ndipo anaanza kumfunulia. Na usije ukajisumbua hata siku moja mtu hajaokoka amjui Yesu, anza kubishana naye kuhusu masuala ya Biblia na kilichoandikwa humo.
Ni vigumu sana kuelewa Biblia kama hujampokea Yesu. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, imeandikwa katika ile kitabu cha Yohana sura ya 8 mstari wa 31 na 32 kwamba mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, nanyi mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Maana yake nini? Huwezi kuelewa maandiko ya matakatifu kwenye Biblia kama hujalipa gharama ya kuwa mwanafunzi. Kwa hiyo lazima kwanza ukubali kuwa mwanafunzi wa Yesu, ulipe gharama ya wanafunzi, ndipo unaweza kuelewa maandiko matakatifu yaliyoandikwa kwenye Biblia. Tofauti na hapo huwezi kuelewa Biblia. Na kumbuka gharama ya kuwa mwanafunzi ni kuacha kila kitu ukamfuata Bwana Yesu. Ndio Petro akawa anamwambia Yesu, sisi tumeacha kila kitu, tumekufuata, tutapata nini? Kwa hiyo kumbe gharama ya wanafunzi ni kuacha kila kitu. Kwa hiyo sasa ukisha acha kila kitu kwa ajili ya Yesu, ndipo umekuwa mwanafunzi wa Yesu. Kuna gharama za kuwa mwanafunzi wa Yesu. Zipo gharama ambazo ili uitwe kuwa mwana wa Mungu, kuna gharama inabidi uilipe. Ili uitwe wanafunzi wa Yesu, kuna gharama. Gharama yake ya kwanza ni kuacha kila kitu. Wakati mwingine Yesu akasema, mtu asiyechukia baba yake, mama yake, ndugu yake, mke wake, mtoto wake kwa ajili yangu, huyo anifai kwenye ufalme wangu. Kwa kuna gharama ya kuwa mwanafunzi wa Yesu. Kwa hiyo masuala ya Biblia ni masuala ya kifunuo. Na tukisoma ile Luka, kuna watu walikuwa na Yesu wakawafunulia akili zao ili wapate kuelewa na maandiko. Kwa hiyo Biblia ni kitabu ambacho kinahitaji ufunuo. Ndio maana tofauti na hapo, Mungu asipokufunulia kilichoandikwa kwenye Biblia, utabaki kuwa tu Farisayo. Mafarisayo ni watu ambao walikuwa wameisoma Biblia lakini hawana Roho Mtakatifu. Kwa hiyo wakaishia na kila walichokuwa nakijua pasipo ufunuo. Kwa hiyo tunahitaji Mungu atusaidie sana, hasa tunapoelekea katika haya majira, tupate kufunuliwa akili zetu. Tule maandiko. Paulo anasema katika Efeso 1:18 kwamba macho mioyo yenu yatiwe nuru. Kwa hiyo endelea kuomba sana. Ile Efeso 1:18 kwamba macho ya moyo wako yatiwe nuru. Tunahitaji nuru inayotoka katika neno la Mungu. Kwa sababu tofauti na hapo, tutakuwa tunaisoma Biblia kama gazeti. Tutakuwa tunasoma Biblia kama vitabu vingine, lakini haitaki kuwa hivyo. Biblia ni kitabu kilichobeba maandiko matakatifu ambayo ndani ya kila andiko umefunuliwa neno. Kwa hiyo na kila neno lilofunuliwa kwenye maisha yako linakuwa na kusudi lake. Kwa hiyo tuendelee kuomba Mungu atusaidie. Katika kipindi kilichopita tuliangalia pointi 3 zilizokuwa zinaelezea umuhimu wa kutafakari maandiko matakatifu ya neno la Mungu. Umuhimu wa tafakari maandiko matakatifu ya neno la Mungu. Pointi ya 4, kuna umuhimu gani? Kwa nini tunatafakari neno la Mungu? Pointi ya 4, tunapata majibu ya changamoto kubwa tunazopitia na kutoka kwenye giza tupu na ukimya. Kupitia kutafakari maandiko matakatifu ya neno la Mungu, tunapata majibu ya maswali ambayo tunakuwa nayo. Wakati mwingine tunakuwa tunapita kwenye changamoto mbalimbali, tunapita kwenye shida mbalimbali, lakini kupitia kutafakari maandiko matakatifu, mle ndani ndio tuna majibu. Soma kitabu cha Mwanzo sura ya 1. Pale tunaona kuanzia mstari wa 1 anasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, na hiyo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema, iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru na kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaita nuru mchana na giza kaita usiku. Kwa jioni kwa asubuhi, siku moja. Kumbuka hapo mwanzo ilikuwa ukiwa, giza tu. Ini Mungu alichokifanya baada katikati ya giza, katikati ya changamoto, katikati ya utupu, Mungu alitengeneza utulivu. Roho yake ikatulia.
Kwa hiyo akapata utulivu wa kutafakari kwamba katikati ya giza, katikati ya utupu, katikati ya ukiwa, tunatakiwa tuyatafakari, tupate muda wa kutafakari. Na ukisoma hata ile Isaya, soma katika kitabu cha Isaya sura ya 30 mstari wa 15 na ule wa 21. Isaya sura ya 30 mstari wa 15 anasema hivi, mlango wa 15, Isaya 30:15 anasema hivi, kwa maana Bwana Mungu mtakatifu wa Israeli anasema hivi, kwa kurudi na kustarehe nguvu zenu zitakuwa katika kutulia na kutumaini, lakini hamkubali. Nguvu zetu zitakuwa katika kutulia na kutumaini. Nguvu zetu zinakuwa katika kutulia na kutumaini, kwa sababu kwenye katikati kutulia, katikati ya kutumaini, katikati unapokuwa katika utulivu, ndipo unapoweza kupata msaada wa Mungu. Mara nyingi tunapishana na msaada wa Mungu katikati ya changamoto. Kwa nini? Kwa sababu hatupati utulivu wa kutulia, kwanza kutafakari ile changamoto unayopitia. Mara nyingi tunatumia kipindi cha changamoto tu kutafuta misaada duniani, kumbe ndio muda ambao wakati mwingi au mwingine tunahitaji utulivu. Na ukiendelea kusoma ule mstari wa 21, ukiendelea pale anasema, na masikio yako yatasikia neno nyuma yako likisema, njia ni hii. Inamaanisha nini? Kumbe katikati ya utulivu, wakati unapita changamoto kukosa njia, katikati ya utulivu ndipo unaweza kusikia sauti inayokuambia njia hii. Na tukirudi kule mwanzo tulikosoma kwamba Mungu alipoumba dunia ilikuwa giza tupu, kiwa, lakini Roho wa Bwana ikatulia juu ya uso wa maji. Roho wa Bwana ikatulia juu ya uso wa maji. Katikati ya utulivu Mungu akapata kuona nini cha kufanya. Katikati ya giza, katikati ya utupu, katikati ya ukiwa, Roho wa Bwana kwanza ikatulia juu ya uso wa maji. Kwa hiyo wakati wa changamoto ni muda mzuri kutafakari maandiko matakatifu yanasemaje katikati ya hizo changamoto. Kwa sababu hapo ndo kuna majibu yetu yapo kwenye neno la Mungu. Jibu la changamoto yako lipo kwenye neno la Mungu. Pata muda wa kutulia. Kati ya mazingira muhimu ya kulitafakari neno la Mungu ni wakati wa changamoto. Lakini sisi wakati mwingi tunakosa muda wa kutulia wakati wa changamoto. Ndio wakati mwingine tunakimbilia huko, tunaingia kwenye madeni, tunaingia kwenye kukopa, tunaingia kutafuta msaada wengine tunaweza tukuta tunikimbilia kwa waganga. Lakini kumbe ndio muda ambao tulihitaji kutulia mbele za Bwana. Na katikati ya utulivu ndio unaisikia sauti. Na Mungu hawezi kukusaidia kama ukosa utulivu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kupitia kulitafakari, kumbuka tunajifunza kuhusu umuhimu wa kutafakari maandiko matakatifu. Faida yake nyingine, tunapata majibu ya changamoto tunazopitia. Tunapata majibu ya changamoto. Kwa hiyo majibu ya changamoto tulizo nazo tunaweza kupata kupitia kana kutafakari neno la Mungu linasemaje kupitia changamoto unayopitia. Neno la Mungu linasemaje kupitia ugonjwa unaopitia. Unajua kuna maandiko mengine yameandikwa, watu tunatamka tu lakini hatuelewi ufunuo wake ni upi. Kwa mfano, neno la Mungu linasema kwa kupigwa kwake Yesu Kristo mimi nimepona. Ili niandike, je, wewe una ufunuo gani juu ya hilo neno? Ni nuru gani ulionayo juu ya hilo neno? Hapo naongelea kwa mfano pita kwenye changamoto ya ugonjwa. Hilo neno wewe unalielewaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa kupitia kutafakari kuna namna ambavyo neno linafunguliwa kwa binafsi, na ndipo tunaona faida ya kutafakari. Kumbuka yule mwanamke aliyetokwa na damu kwa muda wa miaka 12. Yule mama alikaa na lile teso, alikaa na ule gonjwa. Yule mama alisikia sema ile kisa chake, habari zake, alisikia kuhusu habari za Yesu. Nina uhakika alipata muda wa kutafakari. Lakini
kupitia kutafakari kwake. Yule mama aliyetoka na damu kwa muda wa miaka 12, kupitia kutafakari kwake alipata ufunuo, na ufunuo aliopata ulikuja na maelekezo kwamba aguse pindo la vazi la Yesu, kwamba aguse vazi la Yesu. Alipogusa lile vazi, ni kweli akapata uponyaji wake. Ule ulikuwa ni ufunuo binafsi wa uponyaji wake. Manake alisikia habari za Yesu, manake alipokea andiko kama andiko. Lile andiko akaliingiza kwenye kulitafakari. Kwenye kutafakari ndipo akapata nuru, akapata ufunuo. Sababu ufunuo unakuja ni nini cha kufanya kupitia andiko. Andiko likija, alafu ukalitafakari, nuru ikija, ile nuru ikija inakuja na hatua za kuchukua kupitia lile andiko. Kwa hiyo manake ndio maana Biblia hata kwenye Isaya 60 anasema hivi, kwanza mstari wa kwanza anasema ondoka uangaze. Manake nuru imekuja, ondoka uangaze. Maana neno likifunuliwa kwako linakuja ni nini cha kufanya, linakuja na hatua za kuchukua. Kwa hiyo ndio maana hata yule mama aliyetoka na damu kwa muda wa miaka 12 alipata ufunuo uliokuja na maelekezo nini cha kufanya ili apate kupokea uponyaji wake. Kwa hiyo maana tuna faida moja wapo ya kutafakari maandiko matakatifu ya neno la Mungu ni kupata majibu ya changamoto zetu. Faida nyingine, faida ya 5 ya kulitafakari neno la Mungu, unatiwa nuru macho ya rohoni. Unatiwa nuru macho ya rohoni. Kumjua Mungu kunaongezeka, amani na furaha ya moyo inaongezeka, hofu, mashaka na msongo wa mawazo vinatoweka, kisha mema ya Mungu yanakujia. Ayubu 22:21 inasema hivi, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema atakavyokujia. Mjue sana Mungu uwe na amani. Nuru ikiongezeka inaondoa hofu. Nuru ikiongezeka inaondoa mashaka. Nuru ikiongezeka, kumjua Mungu kunaongezeka. Na kumjua Mungu kiongezeka, unakuwa na amani, unakuwa na furaha. Na ukiwa na furaha, baraka za Mungu zinakujia. Mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema atakayokujia. Kwa kama tunataka mema ya Mungu atujie, jambo la kwanza ni kupata muda nafasi, ni kupata muda wa kulitafakari neno la Mungu. Kwa sababu kwenye kulitafakari neno la Mungu tunapewa ufunuo, tunapata ufunuo. Tunapata nuru, nuru ya kuchukua hatua, nuru ya kuondoa mashaka, nuru ya kuondoa giza. Na giza likiondoka, furaha inakuja. Giza likiondoka, amani inakuja. Amani ikija, tunaona mema ya Mungu. Kwa hiyo sasa, faida mojawapo ya kutafakari maandiko matakatifu ni kuongeza kiwango cha amani ya moyo. Kuongeza kiwango cha amani ya moyo. Wakati mwingine tumekuwa tunaishi maisha ambayo tunakosa amani, changamoto za maisha zimekuwa nyingi sana. Kwa sababu neno la Mungu hatulipi muda wa kulitafakari. Neno la Mungu hatulipi muda wa kulitafakari. Ndio maana changamoto zimekuwa nyingi sana. Kwa nini? Kwa sababu hakuna kitu ambacho kinaingia ndani yetu kuweza kupambanua zile changamoto tunazopitia. Hatuna majibu ya changamoto zetu. Na majibu pekee ya changamoto tunazopitia ni kwenye neno la Mungu. Kwa sababu hapa kusema Biblia ile Yohana 1:1 kwamba hapo mwanzo kulikuwa neno, neno alikuwa Mungu, neno alikuwa Mungu. Na ukiendelea nasema ndani ya ile neno kulikuwa na uzima. Ndani ya neno kulikuwa na nuru. Na ile nuru yang'aa gizani. Nuru yang'aa gizani. Kwa maana neno la Mungu likija kwako linaleta nuru. Ile nuru inang'aa kwenye ile changamoto. Hofu zinaondoka, mashaka yanatoweka. Kwa hiyo ni muhimu sana kutafakari neno la Mungu. Kuna changamoto nyingine tunazopitia kwa sababu ni giza.
giza, yani ni kwamba giza limetanda ndani ya mioyo yetu, yani tunatembea gizani. Kwa nini? Nuru hamna. Kwa sababu nuru ipo kwenye neno. Nuru ipo kwenye neno. Au tusome hiyo Yohana 1:1. Yohana kwanza, Yohana sura ya kwanza. Tusome kitabu cha Yohana sura ya kwanza kuanzia mstari wa kwanza. Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza anasema hivi: hapo mwanzo kulikuwa neno, na yeye neno alikuwa kwa Mungu, na yeye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo kulikuwa uzima. Ule mstari wa 4. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Ndani ya neno ndimo kuna uzima, na ndani ya uzima kuna nuru. Maana kiwango cha neno la Mungu lililofunua ndani yako ndicho kiwango cha nuru iliyo ndani yako. Kama huna neno la Mungu, maana pasipo na nuru kinyume chake kuna nini? Na giza. Kwa wengi tunajikuta tuliko gizani, na matokeo ya kwamba uko gizani ni kwa sababu ni hofu ulizo nazo, ni mashaka ulio nayo, ni kukosa amani uliko nayo. Hiyo inadhihirisha kwamba neno la Mungu halijaangaza ndani yako. Kwa hiyo unahitaji muda zaidi wa kuendelea kulitafakari, kupata nuru ndani yako. Kwa hiyo ni muhimu sana kupata nafasi ya kulitafakari ili kuongeza kiwango cha kumjua Mungu, kuongeza kiwango cha nuru, kuongeza kiwango cha furaha, kuongeza kiwango cha amani. Kwa sababu ukilitafakari neno la Mungu unapata nuru. Maana macho ya moyo wako yanaanza kutiwa nuru. Unaanza kujitambua, unaanza kujielewa, unafunguliwa. Kuna vitu vingine vinaondoka. Ni mwanga unaingia, unaanza kuona njia, unaanza kuona mambo yanaenda. Unaona kumbe hiki kiko hivi. Kumbe inapunguza stress, inapunguza msongo wa mawazo. Unakuwa na furaha, unakuwa na amani. Hata changamoto tulizo nazo, hata magonjwa ambayo yanasumbua watu sasa hivi, ni msongo wa mawazo, ni pressure, ni vidonda vya tumbo. Ni kwa nini? Hiyo yote inasababishwa na giza nene ndani ya mioyo ya watu. Giza nene linasababishwa na nini? Hakuna nuru ya neno la Mungu kwenye mioyo ya watu. Kwa hiyo tunaishi kwenye mashaka, hofu na changamoto mbalimbali. Kwa hiyo Mungu atusaidie tupate muda wa kutafakari neno lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Faida ya sita kulitafakari neno la Mungu au kutafakari maandiko matakatifu. Neno la Mungu kuna majibu yako yanajibiwa kupitia kutafakari neno la Mungu. Ukiwa kwenye kutafakari, Mungu anajibu maombi yako. Mungu anaweza kujibu maombi yako katika kutafakari. Biblia inasema katika kitabu cha Efeso 3:20 kwamba ashukuriwe Mungu awezaye kufanya yale mambo ya ajabu mno kuliko yale tuyaombayo au tuyawazayo, kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kumbe Mungu anaweza kujibu hata mawazo yako. Mungu anaweza kujibu mawazo yako pale unapokaa na kutafakari, pale unapokaa na kuwaza. Kupitia hapo mawazo yako Mungu anaweza kujibu. Kwa hiyo pata muda wa kutafakari neno la Mungu, pata muda wa kutafakari maneno ya Mungu. Namba 7, faida nyingine ni kumlisha mtu wako wa ndani. Faida ya 7 ya kutafakari maandiko matakatifu, neno la Mungu, ni kumlisha mtu wako wa ndani. Kumlisha mtu wako wa ndani. Mathayo 4 anasema hatutaishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno linalotoka kinywa cha Bwana. Hatutaishi kwa mkate tu. Wengi tunahangaika kwa ajili ya kutafuta chakula cha mwilini. Wengi tunahangaika kutafuta chakula cha mwilini. Tunahangaika kutafuta nyama, chere, ugali, tukihangaikia hii miili, lakini tunasahau sana roho zetu kwamba zenyewe zinahitaji chakula. Na kama mwili wako unavyohitaji chakula, na roho yako inahitaji chakula. Mwili wako unahitaji kula na roho yako inahitaji kula, na chakula cha roho ni neno la Mungu. Kwa hiyo tunapokaa kwenye neno na kulisoma, tunakuwa tunalisha roho zetu. Kuna watu wengine tunautapia mlo wa roho,
tuna utapiamlo wa kiroho. Kwa nini? Hatuna neno ndani yetu. Roho zetu zimekonda. Kwa nini? Ndio maana watu wengine tunasumbuliwa na mapepo na wachawi na majini na vitu vidogo vidogo, viumbe vidogo vya ulimwengu wa roho. Ni kwa nini? Tuko weak. Yani hatuna nguvu zote za roho. Kwa nini? Hatulishi roho zetu. Kwa hiyo tuko weak. Tuko ni dhaifu sana wa roho. Kwa nini? Hatuna neno linalotutia nguvu. Ni kama vile mtu wa mwilini ambaye hali chakula anakuwa dhaifu sana, anakuwa mnyonge. Kwa hiyo wengi tuko wanyonge roho, ndio maana tunateswa na wachawi, tunateswa na majini, tunateswa na mapepo. Kwa nini? Roho zetu ziko dhaifu. Tuna udhaifu sana wa rohoni. Kwa hiyo kama tukishindwa kulisha mtu wetu wa ndani, tukishindwa kumlisha yule mtu wa ndani, atakuwa dhaifu na nguvu za giza zitatutesa sana, na nguvu za rohoni za giza zitatunyanyasa. Kwa nini? Tutakuwa, ndio maana kila siku unaota unakandamizwa, unakimbizwa vitu, sio unakimbizwa nini? Kwa nini? Mtu wako wa ndani yuko mnyonge, ni dhaifu, ni weak. Kwa hiyo jitahidi sana umlishe huyo mtu, umlishe neno. Akishakuwa na neno la Mungu, akira kashiba, anakuwa strong, anaweza kupambana. Unakuwa sio mtu tu wa kukimbizwa kila siku. Na wewe unaweza kukimbiza wachawi ndotoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakumbuka sisi tunaishi maisha ya ulimwengu mbili kwa wakati mmoja. Tunaishi rohoni na tunaishi mwilini. Kwa hiyo sasa kadiri tunavyohangaikia maisha ya mwilini, tunahangaikia na roho zetu. Nakumbuka maisha ya mwilini ni ya muda na maisha ya rohoni ni ya milele. Kwa hiyo jitahidi sana kumjali yule mtu wa rohoni, kwa sababu yule ndiye wa milele. Yule wa mwilini, mwili kishafariki tu, unazikwa, unaishia tu hapa duniani. Huyu mwili ni mavumbi, lakini roho inabeba uzima milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akubariki sana. Naitwa Pastor Dawson. Karibu ufalme wa Mungu kwanza. Tuendelee kujifunza. Usisahau kushare, subscribe na like, pia na comment. Mungu akubariki sana. Amen.